Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Natumai nyote ni wazima, mko vizuri, mnaendelea majukumu yenu vizuri. Basi tumshukuru Mungu kwa kutuamsha salama na tumeshinda salama mpaka jioni ya leo hii. Tunakutana tena hapa kwenye channel yetu hii na kuzungumza na kupeana faida mbalimbali. Ni mwana jana hii ya pressure, issue ya moyo, imekuwa changamoto sana sasa hivi. Jamani, hali ni mbaya. Watu changamoto za mioyo hii, mishtuko ya moyo, viharusi vimekuwa vingi, watu wanadondoka, jamaa zetu wengi tunawazika, kadondoka tu pap. Nini sababu? Watu wengi wanaishi na tatizo la moyo ama nikimaanisha pressure, na hawajui kama ana pressure. Mtu anaishi na pressure na hajui kama ana pressure. Siku ya siku anadondoka ghafla, ndio watu wanashangaa, ala, jamaa vipi? Akipima pressure imepanda sana. Ndio maana nashauri ni vizuri kupima kila mara kujua afya yako. Nenda kapima hospitali ujue hali yako ya pressure ikoje. Sasa hizi mambo ni mengi, misongo ya mawazo imekuwa ni mingi, ugumu wa maisha, vyakula tunavyokula, mafuta. Kwa ni vizuri kupima pressure, kujua afya moyo na pressure iko vipi. Shinikizo la damu limekuwa changamoto na watu hawajui kama wanalo, sababu ni hatupimi. Sasa niseme kitu kimoja, na hii shinikizo la damu najua ndio inapelekea mpaka hiyo mtikisiko yote ya hata kishambulio la moyo na kiharusi, stroke. Sitaki kutoa takwimu, sitaki kuzungumzia hilo, japo kitengo cha MOI Muhimbili kile kutoa takwimu mbili fulani, walisema wastani wa wagonjwa 4 kwa siku. Kama nimenukuu vibaya watanisamee, lakini naye kusikia kama hivyo kwamba wastani wa wagonjwa 4 kwa siku wanapokelewa pale MOI. Sasa kama nimenukuu vibaya wanisamehe, sababu ni muda kidogo tangu nimesikia taarifa hii, na mpaka kitengo kimeanzishwa Mloganzila kule cha watu wa kiharusi ya stroke. Sasa basi niseme tu ili nisaidie kupunguza hii tatizo isiwe kubwa. Kapime kwanza ujue hali yako. Ujikutwa nayo, anza matibabu ya dawa kwa hospitali. Ama kama uko na vipi, ni mtu wa mizizi, basi fanya yafuatayo na kuelekeza. Hii hata kwa yeye ambaye bado hujapima, yani hauna pressure, hujajihisi kama unayo, lakini vizuri kapima ujue hali yako. 1, penda kunywa chai ya ndimu. Chai yako isikose ndimu au limao, penda kunywa hivyo. Ndimu au limao inasaidia kupunguza hatari ya kisukari na pressure. Inasaidia kuzuia au kupunguza hatari za kisukari na pressure. Na kutumia baada ya muda fulani, kama bado mwanzo unaweza kupona kabisa tatizo hilo. Ndimu inasafisha damu katika mishipa ya damu, inatoa zile cholesterol. Sawa? Na kuchuja zile cholesterol. Ndimu limao inasaidia pia hata mfumo maambukizi kama mfumo wa mkojo. Inasaidia kuondoa maambukizi kama mfumo wa mkojo. Ndimu inasafisha mfumo, inasaidia mmeng'enyo wa chakula kaa vizuri katika tumbo. Ndimu limao. Kwa hiyo ukitumia ndimu, chai ya ndimu limao, inakwenda kusafisha mfumo wako wa damu. Kwenye mshipa inatoa cholesterol. Zile cholesterol zinatoka nje, unazikojoa, unaenda katika mfumo wa haja ndogo. Inasafisha mfumo ule wa njia ya mkojo na kutoa maambukizi. Kwa hiyo ukitumia chai ya ndimu itakusaidia sana. Pia kadri ndimu pia ina control sukari mwilini, lakini ndimu pia inaongeza vitamini C mwilini. Kwa hiyo chai ya ndimu itakusaidia sana kwa upande huo wa kusafisha mishipa yako ya damu, kujiweka salama katika hatari ya kupata pressure, kuepusha kupata hatari ya kupata pressure. Na hata kama una pressure itakusaidia sana. Lakini pia mbali na hizo ndimu na vitu ambavyo vitakusaidia kwa haraka kwa mazingira yako karibu nyumbani,
Lakini pia ipo miti ambayo itakusaidia. Chai ya mstakaferi, majani ya mstakaferi pia yanasaidia kwenye upande wa presha na sukari. Mstakaferi inasaidia pia upande huo. Chemsha majani yale, huwa unakunywa kama chai. Lakini ipo miti babu kubwa, ukishindwa kabisa, kuna miti pori ambayo ipo imeandaliwa, imesagwa, dawa ikatengenezwa, dawa ambayo ina nguvu sana katika mfumo huo wa kusafisha mishipa ya damu, kucontrol pressure, kuweka mfumo wa damu sawa, kumfanya mtu hapo awe na afya njema. Ipo miti ambayo ina control mfumo wa damu, inaweza kuregulate, kurekebisha mishipa ya damu iliyopata athari, mishipa ya moyo iliyopata athari, na kuzibua mishipa iliyoziba ama iliyopunguza uwezo wake. Kwa mfano cholesterol, kuzibua zile cholesterol zote, na kucontrol mwenendo wa damu na kufanya urudi kuwa wa kawaida, na hivyo kuondoa tatizo la shinikizo la damu la juu ama la chini. Miti ipo, dawa ipo, dawa zipo, miti ipo. Pressure inatibika kama ilivyo maradhi mengine yanatibiwa. Pima hospitali, tumia dawa, usikae bila kutumia dawa. Ama la, wewe ni muumini wa upande wa pili, basi karibu. Pressure inatibika, pressure inatibika, nitafute. Kama una pressure, una sukari, nitafute. Pressure inatibika. Namba zangu zimeta hapo chini, alama kujumlisha 255 744 360 575, alama kujumlisha 744 alama kujumlisha 255 744 360 575, alama kujumlisha 255 744 360 575. Safisha mishipa yako ya damu ndugu yangu. Safisha mishipa ya moyo wako. Imarisha misuli ya moyo wako. Moyo wako uwe imara, uepukane na athari za pressure, sukari, pressure, shinikizo la damu hilo kwa jumla, la juu na la chini. Uondokane na matatizo ya moyo, uepuke kiharusi, uepuke shambulio la moyo. Narudia tena, hayo yote ninazungumza yanatibika. Dawa zipo, samahani kumlaza kidogo. Dawa zipo. Miti ipo. Miti ipo. Tuliachiwa elimu na mababu. Unatibika. Kama una changamoto hiyo, nitafute. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.